Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Uislam, tunakuleteni mada inahusiana falsafa ya mapenzi katika Uislamu, sehemu ya kwanza. Uislam, tumeleta mada hii baada ya kugundua kwamba talaka zimekuwa nyingi na wajane wamekuwa wengi, tena wadogo, hali ya kuwa wazee wetu wamewana miaka mingi mpaka leo bado wanaishi. Kuna siri gani? Ungana nami katika falsafa ya mapenzi katika Uislamu. Hasa katika maisha ya ndoa, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka nguzo mbili muhimu kweli. Nguzo mbili hizi za maisha ya ndoa, nguzo ya kwanza inaitwa mawaddatan na nguzo ya pili inaitwa rahma, yani mapenzi na huruma. Waislamu, nguzo mbili hizi ndio nguzo ambazo zilitawala ndoa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka na wazazi wetu walio wengi katika ndoa zao, nguzo mbili hizi zinafanya kazi sana. Mwenyezi Mungu anasema katika Surah Rum aya namba 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu alazim. Wa min ayatihi, na katika dalili na za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema khalaqa lakum. Khalaqa, yani ameumba, lakum, kwa ajili yenu. Tena hichi kilichoumbwa hichi, min anfusikum, kinatokana na nafsi zenu nyinyi wenyewe. Akasema azwaja, pair, it's female and male. Wa min ayatihi an khalaqa lakum, na miongoni mwa dalili za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum, ameumba kwa ajili yenu. Hichi kilichoumbwa hichi, Waislamu, min anfusikum, kinatokana na nyinyi wenyewe. Alafu akakitaja akasema azwaja, pair. Allah katuumba sisi tupo pair, there is a male and female, kuna jike na dume. Sasa hawa wanawake na wanaume wote wameumbwa kutokana na nafsi zenu nyinyi wenyewe, yani binadamu kwa binadamu. Hatujaumbwa sisi tukawa majini, na ndio maana mwanamke wa kibinadamu aolewe na mwanamume wa kibinadamu. Min anfusikum, kutokana na nafsi zenu nyinyi wenyewe wanadamu, Allah katuumba kuwa pair. Kwa nini Mwenyezi Mungu amefanya hivi? Kwa sababu sisi tunategemeana. Yeye Mwenyezi Mungu anasema qul huwallahu ahad, sema yeye ni mmoja, Allah iko peke yake, Allah hana mshirika kwenye uungu wake. Mwenyezi Mungu yeye hajajitengenezea mke wala watoto, na Mwenyezi Mungu ametakasika na hilo, yuko peke yake. Nini manake? Yeye Mungu anajitegemea, stand alone, anajitegemea kwa kila kitu. Sisi binadamu hatuwezi kujitegemea, ndio maana tukaumbwa wawili, we are pair. Kwa hivyo wanawake wameumbwa kwa ajili ya mwanamume, na vile vile wanaume wameumbwa kwa ajili ya wanawake. Kwa tukiingia katika maisha ya ndoa ya Kiislamu, kwenye ile falsafa ya mapenzi, katika aya hii ndio tunazikuta zile nguzo mbili za ndoa, mawadda wa rahma, yani mapenzi na huruma. Ndoa yoyote ambayo haina nguzo mbili hizi au hazifanyi kazi, ndoa hiyo itakuwa ni ndoana. Ndio maana vijana wengi wanadhani ndoa ni utumwa, labda ni ubabe. Mtu akishaozeshwa mtoto wa kike pale nyumbani, anadhani kapata mtu wa kumtuma ovyo, afue, apike, afanye kila kitu, yeye ndio bosi. Hapana Waislamu, ndoa ni mkataba wa maridhiano
baina ya watu wawili, kati ya mke na mwanamme, lazima watu wawili hawa kwa haraka sana, kwa kila aliwezekanalo, wahakikishe kwamba wanazifahamu nguzo mbili hizi za ndoa: mawaddatun wa rahma, mapenzi na huruma. Sehemu ya pili tutaanza kuangalia sasa nini maana ya mawadda na nini maana ya rahma. Kuwa karibu sana katika channel yetu ya Bwangabwa TV.